utetezi wetu uwe wenye umakini mkubwa sana. Unaweza ukaenda. Mdogo wangu, nilikuona mwenye akili, kumbe hamna kitu. Kwa nini kaka? Niliweka vinasa sauti vyangu hapa. Kwa nini umeviondoa? Beni, waiteni hapa tuzungumze swala lile ambalo nilikuachia ndani ya mwezi mmoja. Ukiangalia mpaka muda huu ni wiki 3 tayari zilishapita. Beni, vipi? Hii wiki moja iliyobaki utakuwa umeshamtia hatiani? Mamdogo. Chombo ya baba kama nakuona vile. Yaani umekaa umetulia umerelax kabisa. Unaona majumba yote kwamba yatakuwa ya kwako. Hivi hapa kwetu umekuja kutafuta nini labda? Nadhani kwa kazi ulionipa nimeifanya 90%. Na nimebakiza vitu vidogo sana vya kuhakikisha nakamilisha ushahidi. Ben, una uhakika wiki moja iliyobaki utakamilisha hili zoezi? Mkuu, wiki moja ni kubwa sana kwa kazi niliyoibakiza. Na kuahidi hii wiki moja nitahakikisha nadhibitisha maovu yote ya Dogo na kumweka kwenye vyombo vya sheria. Okay. Naomba ujitahidi. Lakini mkuu, kuna kijana mmoja. Kijana? Sikia Dogo. Hichi kiatu cha babu yako. Kacheze unakochezaga. Unataka kujua kwamba nimejia nini hapa? Nimekuja kuwaua. Love. Achana na huyu mpumbavu. Nifuate. Basi mkuu, tutaendelea na upelelezi. Basi ngoja niwatakie majukumu mema. Unataka kufanya nini? Kwa makini. Shemaya
Kaka Beni. 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 Kwani unaangalia nini huko? Kuna vitu nilikuwa naangalia tu. Nilikuwa nimenichukua muda kweli. Na akili zote zilikuwa hapa. Naambie dadangu. Mimi nilitaka nijibu swali lako. Swali gani? Kaka, swali niuliza swali, umeshasahau ile siku. Siku gani? Kaka. Ile siku nifuata jikoni, wewe swali niuliza swali. Ukaniuliza ukaniambia, "Je, Maya, unawaza nini?" Yaani nilikuwa nimesahau kabisa dadangu. Yaani usingeniambia. Hata mwaka mzima ungeniuliza nisingekumbuka. Yaani wewe kaka unipenda. Kwa siku hizo unasahau, yeye unanisahau. Mbona? Hapana. Mambo mengi sana dadangu. Yaani kichwa kinabeba mambo mengi sana. Kuna wakati unaweza kuzungumza kitu alafu mimi nisikumbuke kabisa. Ila kwa sababu wewe kilikuwa kichwani mwako ndio maana unakikumbuka. Lakini usinifikirie vibaya kakaangu, si ndio? Sawa, niambie. Kaka bwana, mimi nimepata mtu sahihi kwenye maisha yangu. Yaani mwanangu, mimi ndo kama hivyo nilivyokuelezea. Sijui ushanielewa. Yaani mimi siwezi nikafanya kazi ya kanisa kila siku nakuwa nafanya kazi. Sioni hela, sioni faida yoyote anakuwa nafanya kazi ya kanisa. Angalia juzi tumepiga mwanangu kazi mchongo ile imetiki. Sasa mpa kibao kachukua hela kapotea. Mwanetu daka amelala mwanangu. Sasa tunafanyaje msela wangu? Kapinda kama jina lako tunafanyaje? Mimi siwezi nikafanya kazi kama hiyo mwanangu. Siwezi. Sema nini mwanangu? Hamna kuachia. Wa msela juzi kapiga hela, afu katulia tu. Mpaka sasa hivi hapatikani. Mimi naona hamna kuachia hapa. Sijakuelewa, ni umemaanisha nini yani? Msela akachukua hela, kapotea mpaka saa hizi. Kwenye kazi zake alikuwa anatumikisha, saa hizi hapatikani. Wewe unaona ni fair? Hamna bana. Hakuna kuachia. Akisema hiyo kama inakuja hiyo mwanangu. Kaone. Unamaanisha umepata mchumba? Ni jambo jema. Na huyo mchumba wako unamjua vizuri? Ndio kaka. Kwa sababu tumedumu muda wa miaka miwili. Unapajua kwao? Unapajua kwao? Napajua. Unafahamu kazi yake? Yeye ni mfanyabiashara mkubwa tu. Mimi sina neno. Kama dadangu amepata mwanaume anayempenda kwenye maisha yake, chaguo la moyo wake. Kuna kaka apendi shemeji? Yaani mimi nilikuwa ninaogopa, najua yani.
Kama kaa fresh. Oh, Nangwe. Na siku kama ya 3 sijamuona jogoo. Maana nimemcheki hata kwenye phone hapatikani. Sasa sijui mnaweza mkajua mahali alipo. hata si wenyewe tuna siku 3 hatujamuona. Kwenda ukawa ndo machawa wale wanatuletea uchawi hapo. Kitu gani? Ya. Kakangu wewe mtu hataki hapa. Habari za hapa nyumbani mkuu? Salama Charity. Za huko utokako? Tunamshukuru Mungu. Nimekuita hapa. Kuna kitu nahitaji tuzungumze. Nahitaji tuachane na kesi ya kufuatilia kifo cha Garata. Na tunapozidi kupoteza muda kufuatilia hiyo kesi, inafanya kudumaza shughuli zetu zingine, na inafanya vitu vingine visiende kabisa. Ni vyema tukasitisha hiyo kazi na kufanya majukumu yetu mengine. Mkuu, mimi naona hilo sio wazo zuri kabisa. Kwa nini tuachane na kufuatilia kesi ya huyo mtu? Kwa sababu ninavyowaza mimi, tukifuatilia kesi ya huyu na tukajua chanzo cha kifo chake, tunaweza tukapata ushahidi mkubwa ambao umefichwa nyuma ya pazia, ambao unaweza kusababisha tukamkamata ndovu. Charity, najua, lakini hii kesi ni ngumu sana, na kupata ushahidi ni vigumu sana ukijaribu kulinganisha mazingira na eneo alipofia Garata. Ni eneo la mhalifu mwenyewe. Unahisi itakuwa ni sahihi kupata ushahidi? Na niliongea na Tatu pia, nikampa hii kazi, lakini yeye amejaribu kupambana, lakini hakuna details zozote zile zinazoweza kufanya sisi tukapata ushahidi wa kuweza kujua kifo cha Garata. Sawa mkuu, nimekuelewa. Unaweza kwenda Charity. Sawa. Charity. Laiti ningelijua, ningebadili mtazamo.